Jambo wapenzi watazamaji, na tukatoa tena pole kwa mashabiki wote wa Uvira, mashabiki wa muziki wa Uvira. Tunao simanzi kubwa ya kuweza kumpoteza msanii wetu, star wetu Kabambi ambaye ametuacha kwenye mazingira ya kutatanisha, ambaye mpaka sasa watu wa Uvira, mashabiki wa wake na washabiki wa muziki wa nyumbani hawajaaminia ama hawajaelewa ama hawajatoka kwenye hisi mtofahamu ambaye msanii wetu ameweza kutuachia. Na Mr. Gav ambaye ni msanii ambaye ameweza kuondoka. Kwa jina maarufu ndio alikuwa akiitwa Mr. Gav, ila kwa jina lake la uzazi alikuwa akiitwa kwa jina la Gabriel Kabe Kashindi ambaye ametuacha. Na tuko hapa mbeleni sababu kuweza kupatia historia fupi ambacho iliweza kumpelekea Mr. Gav kufariki ama kisa ya kifo chake Mr. Gav. Acha ni mwache ndugu yangu anaweza kutambulisha mjue, na nadhani kama sio mara kwanza tunamwona Pambila kamera, anaweza kutambulisha mwenyewe ili tuweze kumfahamu. Mimi ni Romain Faida Mdunga, toka kwenye meza ya Vision Creative News TV. Na kama tulivyoambia mwanzo, tuko hapa sababu ya kuweza kuchambua kidogo kuhusu kifo yake msanii wetu Mr. Gav. Mr. Gav, watu wengi wako kwenye sintofahamu. Wamoja wanasema kwamba amepewa sumu, wengine wanasema amepigwa mlenge, wengine wanasema amekufa tu ghafla, wengine wanasema amekufa kwa sababu ya stoma. Ndugu zangu, hii ni kitu ambacho kimetia watu wa Uvira waweze kuwa na oga fulani. Hii ni kitu ambacho kimefanya watu washinde kujua wako wapi kutokana na kifo chake msanii wetu Mr. Gav. Mr. Gav alikufa, watu wanasema kwamba amekufa na sumu. Acha tuwakumbushe mashabiki na wale ambao walikuwa juu. Mr. Gav hakuanza kuuma leo ama Mr. Gav alikufa kwa kifo cha ghafla. Toka mwezi wa pili ambapo tuliweza kukimbia wakati M23 inafika Uvira, Mr. Gav amebahatika kuvuka boda akaingia Bujumbura. Na kule Bujumbura ametujua kwenye leta ya usalama ya bio. Lakini ilifika kipindi ambacho Mr. Gav ameanguka. Ghafla pia alikuwa akisimama hivi, Mr. Gav akaweza kuanguka. Na watu ambao walikuwa karibu yake wakamkuta akamweka kukiti. Ukiani kuna picha hapa ambayo mtaona Mr. Gav aliweza kumpiga analala hivi kukiti. Aliweza post ile picha. Na watu wengi wakuweza kujua ama kujua maana ya ile picha ilikuwa ni nini. Ndio ndugu yangu, kwa sababu nasemekana kama alirogwa, alikuwa na sumu, yani ndio wametokea kumuua. Kutokana na mazingira ambayo iko na kutokana na tukikusanyisha ushahidi wote, ni kweli Mr. Gav amerogwa. Kwa sababu kuanguka mtu kwenye afya yake tu ya kawaida, unaanguka ghafla. Watu ambao ndio karibu yake wakamnyanyua. Mr. Gav alifanya kitu karibu cha dakika 45. Mr. Gav atinguvu lala. Wakati tungesema kwamba Mr. Gav amefariki, ila Mungu akasaidia Mr. Gav kwa kujirekebisha karibu tena kwenye hali yake ya kawaida. Na baada hapo vitu kaisha, akaachia ngoma yake moja, ikabidi arudie huku. Sasa amefika huku ndio akakuja kuachia ile ngoma ambayo inaenda kwa jina la Shangwe. Shangwe ni muziki mkubwa ambao Mr. Gav amefanya, na ilikuwa ikibeba siri nyingi ama imebeba historia yake nyingi ambayo mambo tunaenda kwenye Shangwe sababu Shangwe ndio muziki ambao una huzuni mkubwa, na mpaka sasa raia wako na jiuliza ama mashabiki wako na jiuliza alianza nini kutunga ile muziki. Kiangalia Shangwe imebeba maneno mengi, na ukienda unachambua kila neno ambayo naenda Mungu. Ni mambo halisi ambayo msanii Mr. Gav alikuwa akipitia. Ila msanii wetu alikuwa sema mtu wa kuweka mambo yake ya private, akiweka pale atoe nyimbo kwa sababu ya mtu amemwambia. Mr. Gav Shangwe alijimbia mwenyewe. Hasa hapo ndani ndio watu wanapofikia kupitia yeye. Ila Mr. Gav Shangwe ni mziki ambao unabeba siri yake nzito ya mateso ambayo alikuwa akipitia, alikuwa na shida publishi, ataweza kuiweka public. Mr. Gav alifika Uvira akatoa Shangwe, alileta usalama, hali yake tu ilikuwa iko bien. Mpaka kupelekea akashirikiana akaenda masherehe tofauti na event tofauti, alikuwa kwa mzima. Ile ilipofika mwezi wa 6, Mr. Gav hali yake ikabadilika tena. Mr. Gav akavimbishwa mguu yake kavimba kwa mpira, ndio anasema mlenge. Mr. Gav alipigwa mlenge. Mr. Gav anaenda apima na waambia Mr. Gav iko na sumu, alikula sumu. Alitunzia sumu, na kama unavyojua sumu huwa ishagumu hivi
kiuharaka. Mr. Gava alipewa sumu na alipewa sumu, ametungia sumu, sumu ikaisha, akaendelea kupata kiwa malaria. Yaani ameonaga picha ambayo ameposti hapa akiwa hospitalini. Alitanga kwa hospitali akasema kwamba anauma malaria na estoma. Estoma haiwezi kaua mtu. Kutokana na marimao kwa picha kule nyingi ya kuanguka, sante kutokuwa bien, akakuwa huku mguu kavimba. Akauma, akasema nchini, akampeleka hospitalini, akatunzia sumu na akatunzia malaria. Mr. Gava akaendelea, hali kama mnavyoona, hali haikuwa bien sana, hali ilikuwa ngumu yani. Hata sante yake ukiangalia kwenye video hapa ambayo alikuwa kwa hiyo vinema ya Kermesse hapa na akina Sadibaba na Belamimuka. Pia alijenga Mr. Gava mwili wake ilikuwa ishakuwa ya udhaifu sana. Pia ilikuwa iko bien kutokana na ukimwangalia tu kwa sababu ni msanii, watu wanafikiri labda mambo mengi mambo tu mengi ya maisha ndio yanapelekea sana Mr. Gava kwa vile Mr. Gava alikuwa na sumu, na ile sumu ambayo amempatia alikuwa sumu ya kumaliza ghafla, ilikuwa sumu ya kumua pole pole taratibu. Kwa hivyo nilifikia usiku hapo mwenyewe akina Sadibaba ndio mashabiki wengi walipofikia kumuona mama ilikuwa kama ni mwisho wao kuweza kumuona msanii Mr. Gava. Na alipokuwa Munde mashabiki wengi wakamuonea Munde, alivyomuona Munde akatoka, alikuwa kwenye daki ya bien basi alikuwa nyumbani kwao hiyo siku ya 4. Hata siku ya 4 Mr. Gava alikuwa bien, alishinda bien kama jinsi watu wa familia na tuambia Mr. Gava alishinda bien. Ilipofika na 18h 19h kama jinsi Beste anashuhudia ambaye alikuwa mtu wake wa karibu sana. Mr. Gava ile hali tena mbele mtokea Bujumbura kuanguka. Iliweza kutokea tena Mr. Gava akaanguka ghafla, akaanguka Bujumbura. Sasa anguka vile huyo Beste akamchukua akampeleka kumwambia ili aweze kwenda kumwona. Sababu mtu akaanguka huko kampeleka direct. Hata kama mashabiki wengi wanakomante pourquoi mtu aume sasa mpeleke kumwambia. Mr. Gava akamnyanyua akampeleka kumwambia, akamwombea, ikabidi ampeleke hospitalini. Ndio basi Mr. Gava alifika hospitalini 20h. Mr. Gava akamweka katetela, Mr. Gava akamwongezea dawa, Mr. Gava akamwongezea maji, akapata kitu chochote. Mr. Gava akaweza kutuacha na 20h45 ndio Mr. Gava aliweza kufa. Kwa hiyo ni jambo ambalo mashabiki hawakuelewa, na ilikuwa ni ngumu sana mashabiki. Ilikuwa ngumu sana mashabiki kuweza kuelewa hicho kitu na kuweza kukubaliana na hiyo hali. Ila kusikuwa namna Mr. Gava. Kwa nini Uvira kila siku? Kwa nini Uvira? Msanii mkubwa tu akikuwa na vibe kidogo anaonekana kukata moto. Next tena John pia naye halituachaga hivi. Naona kama hiyo mambo haiko sawa. Anavisikia ndio ambapo tumempelekea msanii wetu Mr. Gava kuweza kutuacha. Na kuhusu pesa ambayo ni nyingi, mashabiki wanajiuliza Mr. Gava ametuachia nini kama kumbukumbu kinyume na muziki ama kitu ambacho tunaona tunasema hii ni monument ya Mr. Gava. Kwa bahati mbaya msanii wetu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa kijeshim sana, alikuwa simple. Alikuwa sema tunashuhudia sababu ya wewe kutoweka ama kwa sababu ya kukosa kwake kwenye game. Mr. Gava kwa tukamtaka mtu na angali hai sababu yeye ni msanii na sisi kama mafans tulikuwa tukimpenda, alikuwa akiona upendo mafans wake ambao walikuwa wakionyesha. Mr. Gava bahatika kuacha mtoto ama mke ama hajawahi, lakini nimesema navyosema Mr. Gava akiweza kubahatika kuacha mtoto ama mke ama Mr. Gava hajawahi ama hajawahi kupima kubahatika kuoa. Ndio ambacho kinawapa sana mashabiki huzuni na kilio ambacho hatujui kama kitaweza kuisha leo ama kesho. Hata nichukue fursa hii kwa wasanii ambao wanabakia, mashabiki ambao wanabakia, hii ni funzo kwenu. Msione jinsi Mr. Gava analiwa na raia. Mr. Gava mpaka hivi akijua kama Uvira kuna msanii yeyote ambaye anataka kujitokeza akachukua nafasi ambayo Mr. Gava alikuwa nayo. Na tudhani kama kiatu cha Mr. Gava kwenye game ya muziki ama kwenye sanaa ya muziki ya Uvira, tudhani kama kuna yote ambaye anaweza kaifunga ama kaiziba. Sasa ndio nafasi kwenu mashabiki, kwa wale wasanii ambao wanabakia, kuweza kuikaa chini kuangalia hii game ambayo tunabakia nayo hivi, tunaweza tukaipeleka vipi, tupata hata dogo sasa ile nguvu ya msanii wetu Mr. Gava ambayo mweza mkakonvent na mashabiki.
Sio msanii unataka mambo ya kuimba, unakuwa msanii wa vlog ya. Unakuwa msanii wa kuimba, ukiwa msanii wa vlog unabakia msanii wa kuimba vitu vya hazina maana. Unabakia msanii wa kuimba kitu ambacho vinastahili kupeleka na shule kufanya muziki. Mr. Gava alikuwa msanii ambaye hata yeye kitu yako ambao unajisikia wewe kama mchamba, ni Mr. Gava anataka kujibia juu pale kikiwa na focus na mambo yake. Na mimi hata baadhi ya interview ambazo Mr. Gava anaenda kufanya aliambiwa mimi na mpenzi tunaona kwa sababu kuna jambo ambalo tunakuona kifo unaenda na jambo wanadakia kwenye kituo na mtoto kwa Instagram na Instagram. Sasa no bali kwa wewe